Mtu ukijua unachotakiwa kufanya na ikiwa umekielewa hicho unachotakiwa kufanya au umeelewa namna ya kufanya, kizuizi kitakuwa au kitakuja na hakitakuweza, kwani kuna nguvu kubwa nyuma ya kuelewa, kujua unachotakiwa kufanya. Kila anayejua cha kufanya, kikwazo kitakuja lakini hakitakutoa. Kila anayejua kwamba sasa natakiwa kwenda kanisani na kuambia, ukijua unaenda kufanya nini, njiani chochote kitakachokuja hakitakuweza. Kila anayejua kile anachotakiwa kufanya, kama ni biashara, kila anayejua kwamba naolewa kwa sababu gani, kila anayejua kwa nini naoa, kila anayejua kwa nini naenda shule, kila anayejua, yule anayejua, ile nguvu ya kujua haiwezi ikashindwa dhidi ya kikwazo. Hakuna kipingamizi duniani, mimi nawaambia, kinachoweza kuiweza nguvu ya kujua. Unajua kujua manake akili. Ukijua wewe unatakiwa kufanya nini, umekijua vizuri, unaelewa. Sasa hicho unachoelewa unachotakiwa kufanya, kikija kipingamizi, hakiji kama kipingamizi. Hakiji kama kipingamizi kwa sababu gani? Hakitakuwa na nguvu izidio hicho unachojua. Kwa nini nasema hivi? Kile unachojua au kile ulicho na uwezo wa kukifanya, ule uwezo ni Mungu, ni akili ya Mungu. Sasa akili ya Mungu haipingwi na akili ya kizuizi cha dunia hii. Mnanielewa lakini ninachowaambia? Kwa hiyo wewe ukijua unachotakiwa kufanya, kama nilivyowaambia, tatizo sio tatizo. Tatizo ni kutokujua. Kutokujua nini? Tatizo. Na naomba nenda kaombe ile ombi kwamba Mungu nipe kuwa na mwisho mwema. Omba kila siku. Kwa sababu ngoja niwaambie wanangu, kuanza kila mtu anaanza, si ndio? Lakini mwisho nani anajua? Utazaa mtoto unajua amezaliwa, lakini lini hatakuwa hayupo huwezi kujua. Mtu ukijua unachotakiwa kufanya na ikiwa umeelewa hicho unachotakiwa kufanya, sio kujua tu. Kujua manake unajua nataka kufanya biashara ya nyanya. Je, unaelewa kufanya biashara ya nyanya? Usisumbuke sana kuzuia vikwazo. Kazana sana kujua ni nini unatakiwa kufanya. Usisumbuke sana kuzuia vikwazo. Hivyo vipo. Kazana sana kujua ni nini unatakiwa kufanya, ili kwa kujua unachotakiwa kufanya, vikwazo sio tena vikwazo, bali ni vichocheo vya kile unatakiwa kufanya. Ukijua, ukielewa unachotakiwa kufanya, vikwazo sio tena vikwazo. Yani vikija vinakuwa ni vichocheo. Yani vinakuboost, yani vinafanya wewe unakuwa una hasira. Kwa nini? Kwa sababu unaona unachokiendea. Unaona unachotakiwa kufanya. Unajua kabisa, yani hapa saa hizi kuna jambo fulani linaenda kutokea. Halafu unaona kuna jamaa anataka kuvuruga. Yani unaweza kumpiga kichwa, ngumi na miguu vyote, kwa sababu anataka kuvuruga unachokijua. Unajua ukijua, unajua na faida, unajua na raha, unajua na hivi ya hicho kitu, si ndio? Ukiweza kulijua kusudi lako au kujua unachotakiwa kufanya, basi simamia hicho bila kuchoka. Kuna mama mmoja hivi alikuwa anamuia
au alikuwa anamdai tajiri pesa. Sasa wakati anamdai yule tajiri, alikuwa anamzungusha yule maskini, yule mama maskini, anamzungusha. Sasa siku moja yule mama yule, nadhani aliongozwa na Roho wa Bwana, mtume mwanao aende akadai ile hela. Amtumeje? Roho wa Mungu akamwambia hivi, mtume mwambie sharti hili kwamba nenda kwa yule mzee kadai hela yangu kiasi fulani. Ukifika pale ukidai, akikupa rudi, asipokupa hiyo hela usirudi nyumbani. Nifanyeje? Baki hapo hapo nisitoke? Mama anaagiza kwa msisitizo, na mtoto mtiifu kabisa, hana mawao wala makunyanzi. Akaenda, fika pale kaambia, bwana nimetumwa na mama. Nini? Hela. Mbona mama yako? Akaambia, mimi ndo nimetumwa sasa. Habari, wewe nenda tu kesho kama mnavyosemaga, ndio wiki ijayo. Akaambia hivi, nilichoambiwa na mama ambacho siwezi kukiuka, ameniambia hivi, nije nichukue hiyo hela, kama unipi nisitoke humu ndani, na ndivyo nitakavyofanya. Sirudi nyumbani bila kuwa na hela. Yule tajiri akapita kule, na kufunga milango kwa yule mtoto ndo kwanza amekaa amenyosha na miguu, kapiga mkwara kule, sio alikuwa gorofani, nikishuka hapo chini na kutandika risasi, sio vitu gani. Mtoto yule ndo kwanza ananyosha miguu. Tajiri akachungulia, akaona katoto kale kapo tangu saa 2, saa 3, saa 6, saa 8. Chungulia, yupo. Akajifanya anashuka kama anataka kuingia kwenye gari. Akamwambia hivi, nenda utanikuta. Sasa tajiri alisema, hiki ni kituko gani hili sasa? Hapa pasiwe pana kelele hapa. Havuna katoto nako kalikuwa akatulii. Tuone. Sio unajua tena. Watoto wa watu hao wa aina hiyo, mimi siondoke hapa. Mimi nimetumwa bwana. Kwani mimi tatizo nini? Wewe nenda tu. Mimi nalala hapa. Ndio kwanza kanakaa. Siendi kokote mimi. Yule jamaa akajifanya anawasha gari, akafika kama getini hivi. Akashtuki kale, akashuka, akazima gari, akarudi. Kwani wewe umekwambia shilingi ngapi? Akaambia, mnajuana wenyewe. Ile mimi najua, ukinipa tu nikihesabu najua. Yule tajiri akaona hivi, yani hapa kuondoa huu mzozo, hii kelele, keros, akaenda akachukua hela kampa. Alivyompa mtoto akachukua hela, kamwambia bye huyo kwa mamake. Fundisho ni nini? Kitu unachokijua, unachokielewa, ulichokusudia kukifanya, usisubutu hicho kitu kipite kitu chochote kitakacho kuondolea kukifanya hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtoto asingezingatia mama yake amesema nini, hangeondoka na hela. Lakini alisema hivi, siondoki hata nipate hela. Kwa hiyo wewe kama umeanzisha kitu, hebu kiimarisha hicho kitu. Chukua muda kadhaa, chukua kitambo, sio wiki 2, mwezi mmoja, miezi 3. Unajua hapa hamna wateja, kwa hiyo unaondoka zako Manzese. Umefika, umefungua siju pharmacy, imekufamua huyo Kariakoo. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mtu wa kulalamika, unajua mambo hayaendi. Unaanza kutaja sasa, unajua kuna vizuizi vingi sana sasa hivi. Mapepo yametumwa, mapepo. Hapo pameeleweka Andika, jifunze kutokukata tamaa. Jifunze kutokukata tamaa. Amua kujisimamia kwa kuamua kufanya jambo mpaka litokee. Jifunze kujisimamia. Usipende kusimamiwa. Wewe umeokoka na akili za Mungu. Acha kabisa kuona kwamba huwezi kujisimamia kufanya jambo. Huo ni umaskini.
tena hicho ndio kikwazo kikubwa sana kwenye maendeleo, kuto kuweza kujisimamia. Narudia, amua kujisimamia kwa kuamua kufanya jambo mpaka litokee. Andika, acha kufanya kitu kisha hakijatokea umeamua kukiacha. Kama nilivyoelewa, usifanye hivyo. Wacha kitokee katika hicho kilichotokea. Hama fanya kingine, fanya na kingine, fanya na kingine. Usifanye vitu ambavyo havikusaidii. Maisha nini? Maisha ni kweli, maisha ni hakika. Maisha huwezi kuiga. Huwezi kuiga mtu anayechimba madini, wewe unakurupuka tu. No, mwenzako ameanzia kuna kona fulani hivi, Mungu ndo alimfunulia afanye hiyo biashara.